Fungua kinywa chako tusungumza na Bwana, mwambie God, hii ndio wakati wako Bwana, ninahitaji kusungumziwa na wewe. Fungua tu kichwa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Inaweza kuwa ni haramu sana, umemsifu Bwana, umemsifu Bwana, umemwabudu Bwana, umemwabudu Bwana. At the end of the day, wakati ambapo neno la Mungu wa mbinguni linapokuja ili Mungu aweze kuzungumza pamoja na wewe, linakupata uko off. Tell God, Bwana nahitaji unene pamoja nami. Fungua kinywa chako tu, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Kila wakati wanasema ya kwamba haujui Mungu anakuja kwa njia ipi. Bwana Yesu ananena kwa njia tofauti tofauti, kupitia nyimbo za sifa, nyimbo za mabudu, hata kupitia neno lake. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba na kila neno la Mungu Bwana anapolituma lazima litatimiliza mapenzi yake. Inajua hilo neno Mungu amelipanga ili Mungu wa mbinguni ahudumie moyo wako. Ili neno ndilo litakupatia mileage. Ili neno ndilo litakupatia mileage kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako tumwambie Bwana, speak to me. Lord, speak to me. Mara mingi umenena pamoja nami, lakini leo hii Bwana, nena pamoja nami kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakuabudu Baba na tunakushukuru. Wewe ni Mungu mwenye heshima zote. We praise your name, we thank you, we honor you, we glorify your name. You are our God. You live in heavens. We are your children on earth here. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. Asanteni sana. Asanteni vijana. Tunashukuru Mungu tena kwa wakati mwingine mzuri ambao ametupatia kwa ajili ya kazi yake nzuri. Kazi yake nzuri sana ambayo tumeona. Wow. Ningependa kuwashukuru tena kwa sababu ya asubuhi hii ambao mmekuja, kwa wale mmevumilia kibaridi, na wale wamevumilia vitisho vya agency. Sikia watu wamejifungia kwa nyumba watoki. Anasema watoki, wanaambiwa watakuja. Kuna inaitwa nini? Wanaita wale wanateka take over. Bwana asifiwe sana. Ningepata kukualika kwa wale ambao wanatazama kwenye TV zenu na kwa wale wako na visimu vyao hapa, you can like the page, you can comment something, then we go on. For those who are watching us all over the world, we welcome you to this service. This is the last day of the 6th month of year 2024, meaning we are crossing over to the next part, to the second part of the month, the year, and where things are not going to be very normal, but very abnormal in terms of blessings. Say amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako unapendeza. Mwambie tu unapendeza. Licha ya magumu unapendeza. Kairetu unapendeza. Simama. Uyo heta ta modu wa dikoria kwa mwezi. Ekere mudaka vio. Ukanyiha muno kahia na kaire ukakoe kairetu. Nego Dionia ruto ageke kamuiretu ngi hau gakamwira we. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako we shall overcome. When do you think we are going to overcome this? Bado mnafanya harusi? Ni alini? August. Kisheria mumeanza kutangaza?
Kitabu ya church ndio itakusaidia na nini? Lakini umetangaza kanisani bado. Unajua unafaa kutangaza siku ngapi? 21 days. Uko nazo? Ziko hizo? Ndio kama unakula mori. Haya. Mimi nitakuruka. Ushairukwa na mtu unamjua? Usipotimiza malengo yote ya kisheria nitakuruka. Simeona watu wanatoka barabara kwa sababu ya Ruto kutotii sheria. Najua nimeona on 20th, it was 20th on June 2023. Asked Ruto arudi kwa Mungu. Mnakumbuka? Akakataa. Sasa si amerudishwa. Sasa ametafuta ma-advisors, mabishop wa AIPCA, Agirikani, Wakatholiki, wote nimewaona State House sasa. Wamerudi huko kumu-advise. Wani umesukishwa chini. Sasa angalia sasa tena tutafuta matatu mengine ya pade, itakuwa it will take long for him. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to report to you that God is in control. Whatever that is happening in Kenya should not worry you at all. Mnanisikia? Whatever that is happening in Kenya, don't be worried. Come to church. Go do your business as usual. Bwana Yesu asifiwe sana. There is nothing wrong will happen to you. The mission of God is only one person, not two people. Only nani? Zakayo. Si Ruto. God is not interested with Ruto. He is interested with what? Zakayo. Bwana asifiwe sana. Ruto is okay. Yeah, God doesn't have a problem with Ruto. He has a problem with who? Zakayo. And he is just one. It's Jesus talking to him. Telling him, teremuka tuoge nikuje kwako tukule pamoja. Si ndio? And things are working. Things are happening. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Don't fear. Go to church as you have been going to church. Nobody will touch you. These things are spiritual. And all these things you are seeing happening now, they are spiritual. Very spiritual. They're not physical. They are very spiritual. And I've been telling you this. Ni mambo spiritual. Hello. Hata wa vijana kutokelezea kwa barabara, it is spiritual, not physical. Bwana Yesu asifiwe sana. And how spiritual are they? You may choose to decide whether they are positively spiritual or negatively spiritual. But the fact remains, they are spiritual. It is not a normal thing. But the normalcy is there. God is in control. Whatever is happening, it is not happening for the worst. It is happening for the good of the nation. Nothing that is happening which was not there. We have said it. Before that we said it. Situkuwa tumesema hii maneno yote itafanyika. So God had informed us. And God had told us this is what's going to happen. And after this is what's going to happen. What it is, country Kenya must be lined in order of God. It doesn't matter what is going to be used. For him, he can use anything. God can use what? A dog to return you to himself. God can use a pussy to return you to himself. God can use a disease to make you come back. God can use hunger to make you come back. So whatever that is happening in Kenya, it is no more. Nothing abnormal. It is just the way una breathe kila siku. It is normal. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Don't even fear. Don't even feel that Kenya Kenya. No. Kenya is in the hands of God. Kenya is not a country of God. I've always told you this. It's not a country of what? But it is a child of God. How many of you have children? Ni wangapi wamekuwa na watoto wadogo? Amelea from day one. Inua mkono juu. Katoto kakikuja, umekaekelea hapo kwa meza ama ulikuwa umekashika, ulikuwa nakabadilisha diaper. Kapupu yagukie kwa chakula. Do you feel bad? You don't feel bad. Unatoa tu masufuria zako vizuri na unaendelea na kazi. Because it is normal. Nothing unusual. Bwana Yesu asifiwe.
Kenya ni inatengenezwa. Mtoto alikuwa na kipindupindu amepatiwa dawa, alikuwa na nini na kuharisha amepatiwa dawa, alikuwa na nini na magonjwa yatakuwa tegedhoko na amepatiwa dawa, and that is normal. Every sector of Kenya will be touched, every sector, and I told you that. Not only your state house itanyoroshwa, parliament itanyoroshwa, kanisa itanyoroshwa, biashara itanyoroshwa, maisha yako itanyoroshwa. Tabia baya mtawacha. Hello. Tabia baya tutafanya nini? Tutawacha. Na si hao sasa kutatokea wengine tena watakuwa hivyo, watakaa hivi, wawapeleke hivi. But all whatever they are doing, it is right, it is godly. So ukipatana na kule barabarani upigwe kofi mbili, ujue God has authorized so. Nothing, hakuna hatire mahetia. Nothing. Msiende ati maombi ati tusimamishe, hakuna kitu mtasimamisha. Ati baba tunaomba kufungwa, tunasimamisha, hakuna kitu hata moja mtasimamisha. It is God in motion. When God is in motion, there is nothing you can be able to stop. And when you realize God is in action, is doing it, is moving, just adapt yourself, fit yourself in God, and allow him to do his will. Once he does his will, there is a period for God doing his will, na ikiisha imeisha, tunaenda to the next level. Mnanielewa lakini? So it is normal. We shall overcome. Let us look at the book of Nehemiah, chapter number 4. We'll be looking from verse number 1 all the way to verse number 20 there. Slowly but slowly. The book of Nehemiah shows us the kind of significant impact an individual can have on the nation. Significant impact. One individual can have on a nation. Nation means institution. Nehemiah served in several offices, using his position to bring back the Jew people to the order of God. He had an ability and a proper focus that they may have an ability and a proper focus on God. God uses all manner of people in all manner of places, doing all manner of things to bring back his people to himself. So Nehemiah is one character that God used to bring normalcy, to bring the order of God, kulete sheria za Mungu, kulete umungu katika wana wa Yahudi. Maana walikuwa wamehepa, walikuwa wanafanya vitu zao. They were moving up and down. They were doing all manner of things. But God, through Nehemiah, akatumika kulete normalcy, kulete umungu, the ability of God back to the Jew people. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuchunguze alifanya namna gani, na tutumie hali ya sasa ya Kenya. Tuone, is it Gen Z ni Nehemiah ama ni Gen Z? Are they building the walls? Because mnaita watoto wenu Gen Z. Yes, walijiita na nyinyi mkakubali kuwaita. What is a Gen Z? What's a Generation Z? It means they are the last generation. You have finished your children. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where now you need to come in as men and women of God to correct the mistake. They are right, but they are doing a mistake. A generation. And they say they are going to have a generation called Generation Alpha. What will be Generation Alpha? What will be the importance of Generation Alpha? And what is the importance of Generation Z that they have come to an end? Are they the sacrificial goats? Are your children? Are our children the sacrificial goats? That now we have made you to become Generation Z, that you will do all these, and once you do this, you come to an end, we have another generation to eat. Just like the Mau Mau. Mau Mau walitumika. Mau Mau tuseme ndio walikuwa generation hiyo. Maana watu wa Mau Mau wale waliingia kwa Mau Mau walikuwa 20 years
to 30 years. 20 years to 30 years ndio waliingia. Si ndio hao naona kwa barabara? Lakini walitumiwa na wakatumiwa, wakapigana vita, wakashinda. Lakini waliokalia viti sio wale ambao walikuwa kwa vita. Waliochukua nchi sio wale waliokuwa kwa nani. So it could be a repeat of the same. History repeats itself. And these people, they are going to do it. Watamanage ku change, but will they benefit anything? Hello? Is there a force using them to do this? Or is it God that is behind them? So as men and women of God, what do we do to such a generation? That we have a history. Kuna wale walitumika, mimi mwenyewe nilitumika. Wakati nilikuwa Mungiki, tulikuwa the same thing as what you are seeing now happening. And we did a lot of work only to benefit people like Kibaki, to benefit people like Ruto, Uhuru, to benefit people like the former presidents, wale ambao wamekuwa. It is out of what we were doing. Mimi ndio nilipush mpaka Uhuru akakuwa president. Mimi ndio nilipush mpaka Kibaki akakuwa president. We pushed them because we brought the agenda ya Ukikuyu, ya ukabila. Tukapush mpaka Moi akaondoka. Sasa wakati aliondoka sisi tuliitwa ni wakora. Hii kitu inaweza kuwa itarudia hawa watoto. Yeah? Do you see a possibility? Itarudi kwa hawa watoto. Wataitwa wakora after the other people now they share the table. After the agreement they share everything. Then these watoto wataambiwa nyinyi ni wakora. And again, do you think that Kenya, hawa watoto, because of the courage, because of the hiyo nguvu wamekuja nayo, watarudi kwa venye walikuwa mbeleni? Hawatarudi. Wataendelea kutaka kukua. Meaning, wataendelea kuwa, we have built a big animal that is going to be very tough for this nation. Not for this nation only, but for individuals like you and me. We have created an animal that will not be controllable. Munanielewa lakini? We have created an animal that is going to what? Is not going to be controllable. Instead, because watawachwa kwa mataa, watakuwa sasa watu wabaya zaidi. Sasa that is where the church should look and focus. The after Gen Z, how are these people going to be? After Mungiki, tulipotoka Mungiki, wengine tulijoi, kuna wale walienda wakakuwa Waislamu, kuna wale wengine walienda wakakuwa dini tofauti, kuna wale walirudi kwa wizi, na kuna wale walirudi kwa pombe. Wale walirudi kwa pombe ukiwakuta saa hii, they are useless and hopeless people. Wale walienda kwa Uislamu ndio wanafunga bomu. Walipelekwa Somalia ndio wanafuja hapa kutupasua na bomu. Hao wanaitwa Ismail Joroge, Muhammad Abdul Kimani, Isaac Rashid Mogambi. Hao ndio waliosikia walikuwa kule Dushit, ndio walisikia walipiga huko. Si mnasikia majina yao? Because after we were used, we were dumped. So we tended to find our own way. Mimi niliingia kanisa. Sasa mimi ndio huyu hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale walibaki kwa hiyo tubako dhai ya kaidhai. Wako huko. Na kuna wale walifanyika Waislamu. Na walipofanyika Waislamu because they were desperate, walifundishwa kufunga bomu. Na kuna wale ambao walienda kukunywa mapombe, makava na nini. Na kuna wale walibadilika wakakuwa waizi. Wakasaa watoto wanaitwa Gaza. Gaza ndio watoto wanapigwa malisasi kule Dadora na Kayore kila siku. Kwa sababu ni tumwizi, tubaya. Ni watoto wetu. So there is always an aftermath of what happens in the life. Lakini kwa sababu sasa story sio hiyo nilitaka tu kuwaguzia. Nataka niwaguzie hivyo kidogo ndio msikuage serious. Unajua sitakagi ile I hear the Lord saying that there shall be this. No, we need just to give a talk. Wewe weka kwa kichwa utakuja kuona baadaye, si ndio? The book of Nehemiah 4 verse number 1 inasema, now when Sanballat
heard that we were building the wall, he was angry and greatly enraged, and he mocked the Jew. That Sanballat is an agent of, alikuwa agent wa nini? Sanballat is an agent of poverty, an agent of the opposition, an agent ya wale watu ambao hawatakangi mkiendelea mbele, kwa sababu walikuwa wamesema ukuta usijengwe na hawakutaka ukuta ule ujengwe. So wakati walisikia ukuta unataka kuanza kujengwa, tupatie ya Kiswahili, nataka kutumia Kiswahili sana leo. Mudhuri tulio hamwe, thank you. Ya tena geodira. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akawa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Sanbalati ni agenti ambaye hakutaka kuwe na kitu kingine, na Masanbalati ndio wanakuanga katika maisha yetu. Unapotaka kuanzisha jambo, unataka kufanya jambo fulani, kuna watu ambao wanakuja katika maisha yako na hawafurahii maendeleo yoyote ambayo unayafanya. They are always against your next move. They are always against what you plan to do. They are always against what the intention is. Tuendelee next verse, please. Usitoe verse 2. Lakini akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajitengenezea boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? You see, the person ambaye hapendi hata kidogo uone ukifaulu. Hawa waliuliza, hawa watu watajitengenezea, watafanya dhabihu, watafanya nini? Watafufua mawe? That is the question. Wale walikuwa wa Samaria, ni wa Samaria ama ni wa nani? Ni wa Samaria. Akina Sanbalato walikuwa wa Samaria, lakini they never believed that the Jew can be able to do it. Maana alisema hawa wanyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wanyonge. Sasa anasema nyinyi hawa wana CFC, vinyonge vya watu wanyonge wasio na nguvu, ni nini watafanya? Ni nini watalifanya? Wanaweza kufanya hatua gani? What can they be able to do? That was the question in the mouth of Sanbalati, the Samaria. Akisema Wayahudi, basi Tobia Mwamoni. Hallelujah. Sasa ni Tobia naye alikuwa Mwamoni, maana Sanbalato alikuwa Msamaria. Sasa basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema hata hiki wanachokijenga angependa mbweha angeubomoa ukuta wao na hata mbweha, yani madharau. Hata mbweha yeta kwa mbweha nike bwe, hata mbweha akikuja tu arushe kateke hivi, ukuta wanao ujenga atapiga kakuta tu kadogo na itaanguka wote. Madharau. Kumbuka jinsi watu wanavyokudharau maishani mwako. Kumbuka jinsi watu wasivyo wanavyokuangalia, wanaona hauna haja. You are a hopeless person. You are useless. There is nothing you can tell anybody. Hawa ni wa Amoni. Nao wa Samaria waliuliza, ni dhabihu watatoa ndio ukuta ujengeke? Nikimeweka. Yani they were trying to imagine. Ate sasa amekaa hivi, ate wanajenga nini? Ukuta aje wataweza? Ni dhabihu watatoa ndio wajenge?
Ni nini watafanya ndio wajenge? Bwana Yesu asifiwe sana. When Ruto aliambiwa kutakuwa maandamano, alisikia ni watoto, akasema how on earth? Watafanya nini? We shall just silence them. Na akasema, remember in one meeting alisema, whether you like it or not, taxes is a must. Sasa si amerudisha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what will happen to the people who deprived your life. Hivyo ndivyo kutafanyika kwa wale ambao walichukua nyota yako. Hivyo ndivyo kutafanyika kwa wale wote ambao walifanya wewe ni mtu mpuzi, mtu ambaye si hazina maana, walikuiba, walifanya maisha yako yamekuwa magumu. Hao watu waliofanya maisha yako yakuwa magumu watakuregeshea, watarudisha. Hivyo walirudisha makaratasi iende iwekwe mkataba tena, watarudisha, maana Mungu atahakikisha hawana amani tena. Bwana Yesu asifiwe. Walienda wakasema, waliuliza ni dhabihu watatoa, ni nini watafanya sasa? Nikimagika nikeza mahote waka, ni nini wanaweza kufanya? Ni nini wachiko nacho? Elimu hawana, silaha hawana, wafundi hawana, vitu vya kufanya hawana. Mawe wale wanasema watajenga nayo yalikuwa yamechomwa moto. Kwa hivyo walikuwa na shua mawe ambayo yamechomwa, maana kulikuwa kumeteketezwa. Mawe hayo hayawezi kutumika kwa ujenzi tena. So they were sure, they were very sure that whatever is in your hand will not succeed. They were very sure that whatever you are doing now, you are not going to succeed. They were very sure the kind of education you have won't make you through. They were very sure that without them, you cannot be able to achieve anything. But one thing I want to tell you today, that the God who created you, the God that has been with you, huyo Mungu mwenye alikuwa na wazazi wako wa zamani, huyo Mungu amekufikisha na amekupikisha, amefikisha wewe mahali hapo umefika. This same God, hivyo amekulete, hivyo amekulinda, hivyo amekupatia uhai, unaenda kuwa mshindi. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishia mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Nani huyo aliomba hivyo? Wayahudi. Wala usiastiri uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Tuendelee baba. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kuna mtu aliwaombea, akamwambia Mungu, kumbuka hawa watu wamedharauliwa, kumbuka hawa watu wamekejeliwa, kumbuka hawa watu wameonewa, kumbuka hawa watu wameteswa mikononi mwa watesi wao. Kwa hivyo wapatie nguvu. Mungu naye akasikia kilio akiwa mbinguni, akashika hawa watu, wakaanza kujenga mpaka wakati ukuta ulifika nusu. Ndio upande ule mwingine ukalia sky, kwani wanajenga. Lakini ikawa Sanbalati, turudi nyuma kidogo, just verse 6. Basi tutaujenga ukuta, imani ikainuka, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu cha kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Hello. Watu walikuwa na nini? Na moyo wa kufanya kazi. Kufaulu kwa kazi yote Mungu amekupatia, lazima mkuwe na moyo. Usife moyo, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Usife moyo, maana Mungu atakusaidia. Kumbuka na kwenda sehemu hiyo nyingine. Usijalishwe na ukubwa wao, usijalishwe na ujeuri wao, usijalishwe na ungengete wao. Wasikutishe eti wao watakuangamiza. Waambie, kujeni mniangamize. I have a mighty God with me.
The work I'm doing, it was not initiated by me, but was initiated by God. It doesn't matter what they say about you. Haijalishi. Ila kama unafanya kazi ya Mungu, kama unafanya matukio Mungu alikwambia uyafanye, kama uko kwenye mnara, kwenye mpango wa Mungu, hata wakakuacha, wakuondokea wote, ubaki wewe peke yako, fuandalisha kazi, endeleza kazi ya Mungu, maana lazima Mungu ataikamilisha. It doesn't matter. Sio masomo, sio elimu, sio the number. It is not the number around you that will make you succeed. It is the God that is around you. Yule Mungu wako pamoja na wewe ndiye atakahakikisha, maana kazi alianzisha ni yeye na atakamilisha. Kama alisema unaenda kubarikiwa, utabarikiwa. Kama alisema utaenda kuinuliwa, utainuliwa. Mwambie mwenzako, things must work. Things must work. Mwambie. Shosho. Mwambie mwenzako, things must work. Lakini ikawa Sanbalat, Tobia sasa wameunganika. Wataunganika pamoja ndio wakupige. Watakuja pamoja ndio, kwa maana wamerealize you are not alone. Wamejua hauko peke yako, uko na aliye mkuu, uko na yeye aliye na nguvu, uko na yeye aliye muumba mbingu na dunia. What they will do, they will gang up together. Lakini ikawa Sanbalat, Tobia, Waarabu, Waamoni, Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali walipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno. Amen. 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 Yani waliposikia mahali waliwacha wamekuweka, mahali waliwacha wamekumalizia, mahali waliwacha wakasema hautakuja tena. Yes. Waliunganika. Waliposikia umekuja, waliunganika. Maadui wako wataongezeka. Unapoendelea kuinuliwa, wataongezeka. Unapoendelea kuinuliwa, wataongezeka. Na wanapoongezeka, unajua Mungu yuko pamoja na wewe. Don't worry of their saying. When you see the number is increasing, you know God has increased. Amen. If God did not increase, they would not have come. Because they used to deal with Akarilian. Now they are dealing with the giant that is called a Lilian. So they had to increase the number to come and counter what God is doing in you. But I want to tell you tonight, that whatever God started in you is going to be accomplished. Whatever God said you are going to get it. Whatever God said you are going to become, you are going. Mwambie mwenzako. Amen. Mwambie mwenzako. Mete mashosho mao. Mwambie na lugha ya kwako. Mwambie waite mpaka manyanya na maguka. Wakuje. But we are going to make it. Hallelujah. Amen. We are going to make it. Amen. We are not going to lose the track. Wakafanya shauri. Wakafanya shauri wote pamoja sasa kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Ati wakaongea pamoja, wakafanya mashauri ndio wakuje. Wakafanya shauri. Hawakufanya shauri. Walifanya mashauri. Bwana Yesu asifiwe. Na hakufanya shauri. Walifanya mashauri. Amen. Initially you are dealing with one. Yes. After they have realized you are unconquerable. Yes. They have gone and gathered. They have gone and raised a more powerful force to come and try to destroy you, to come and try to stop you, to come and try to bring you down. But I'm telling you, they are wasting their time, and you are already.
doing? They are wasting their time. Amen. Kwa nini? Already you are ahead of them. Amen. When they went to correct their peers together, you had already moved. Amen. So whatever they are looking for, amepita wapi? By the time wakuja wapata kanjia, wamepata umepiga kona nyingine. By the time wamekuja, wanakuta amepata kona nyingine. By the time wanakuja, wamepiga na kona nyingine. They will not find you. You were going. You are going. Tell my neighbor, you are going. You are going. They won't make you. Preach it. They won't touch you. Yes. Tell my neighbor, My name. they won't touch you. They will not touch you. They won't see you. They won't They won't hear you. hear you. Amen. I don't know whether you're understanding me. Yes, Very sir. good. That we are in the 30th day of the month, Of June of the year, 2024. in the middle of the year. We are crossing over to the next part of the year. Yes. In the first day of 2024, God gave us and said that He's going to give us 2 parts of the year. One part will be climbing a very steep mountain. The other part will be swimming into victory. Amen. That whatever He said is going to happen has happened. True. And He said He's going to lift His right people. Amen. He's going to raise His church. Amen. Yes. He's going to build His church. Amen. And nobody is going ever to stand against it. Amen. Amen. Huyu ametoroka. Where is this man? Basi bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao ili kuwapinga. Yani from that Sunday tuliambiana tukae hapa usiku na mchana. Hello. Hello. Tuliambiana tukae usiku na mchana. Mimi sikuwa na nyinyi, nilienda Mount Kenya. Maana mimi napenda kulala. Nilipoenda Mount Kenya nilijua huko kuna kibaridi. There was no sigizi. There was no what? Usingizi. Because God had instruction. Maombi usiku na mchana. Because that is where only nguvu zako zinatoka. Amen. Nikitazama kule milimani, huko ndio napata nini? Msaada wangu. Msaada wangu hautatoka kwa binadamu. Msaada wangu hautatoka kwa serikali. Msaada wangu hautatoka kwa kitu chochote. Msaada wangu unatoka kule mlimani. Natazama milimani. That is where my God is coming from. That is where my power is coming from. From God in heaven. Amen. Lakini Yuda wakasema nguvu zao wapagazi zimedhoofika. Bado kuna vifusi tele. Hatuwezi kujenga ukuta. Kwa hivyo kuna tumutu katikati yako. Kuna tufikira twa kishetani ndani yako. Bado tunakuonyesha unaweza kushindwa. Mwambie mwenzako remove it. Remove. Huto tumeshiria. Na huto tumeshiria twa wana. Sema tumeshiria twa utoto. Ati mnatembea, unafika mahali unashikwa na doubt, unashikwa na kuogopa. Mwambie mwenzako hatutaogopa, maana Mungu ametupatia power. Mungu ametupatia authority. Mungu ametupatia uwezo. Mungu ametupatia ushindi. We are going to make it whether they like it or not, because our God is the Almighty Father in heaven. Ndiye ametupatia kazi hii. Ndiye amenipatia kazi hii. Ndiye amekupatia mamlaka unayo. Hakuna kitu kitashindikana. Hakuna watu watakuja kinyume na wewe. Maana wewe ni mshindi. Maana wewe ni mshindi. You have won the battle. Already they are not going. Wao wanaona vifusi. Wao wanaona zinawe. Wao wanaona vitu vidogo vidogo. But already I am more than a conqueror.
Walikuja wakaangalia, wakapata ni vifusi tu. Kurudi hiyo ya 10 wakakuta ni vifusi tu. Wakasema hawataweza. Lakini Yuda wakasema nguvu zao wapagazi zimedhoofika. Ati wanajua mumedhoofika. Wanajua you cannot make it. Wanajua you cannot go anywhere. Wanajua you cannot move anywhere. Lakini nyinyi hamuna. Wameshamaliza nguvu zenu. Wameshamaliza uwezo wako. Wameshamaliza pesa zako. Today. Mwambie mwenzako today. From today. Ile koti waliniona nayo. Hawataniona nayo. I am different. 11 please. Oh my God. I didn't know this is how hot it will be. Now adui zetu wakasema hawatajua wala kuona. Now adui zetu wakasema hawatajua wala kuona hadi tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi yao. Amen. No. Tulia kidogo. Tuliza kidogo. Maadui wako they are very sure that hautawaona, hautawasikia. Maana mipango washapanga. Washamaliza mpango. Ile kitu wanangojea ni kuchinja wewe. Ile kitu wanangojea ni kukumaliza. Maadui zako walienda maombi. Maadui zako walienda kwa waganga. Maadui wako walienda kumipango. Wakapanga mipango na ikakamilika. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, hiyo ni mipango yao. Naye Mungu ako na mpango wake. Hiyo ni mpango yao. Walisema hakuna mahali utaenda. Hapa ni wapi? Tulikuwa kule City Stadium. Mapasa wakakuja wakaniambia hakuna mahali nitaenda. Nataka nikuulize, hapa ni kwa nyanya zao? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Verse 12. Kisha Wayahudi, sema Wayahudi. Kisha Wayahudi waliokaa karibu nao walikuja wakatuambia mara 10 watakuja kutoka kila sehemu wanapokaa kutushambulia. Kumbe kuna watu Mungu ameweka ambao watasikia maneno ndio wakuja wakwambie ujipange. God, our God is a faithful God. He will not let them speak or do anything without letting you know. Amen. Whatever they plan, it will always be revealed. It will always be revealed to you. Chochote watakipanga kwa giza kitatoka kwenye mwanga. Watakupangia kwenye mistari yao, watakupangia kwenye mikakati yao, watakupangia kwenye njia zao. Lakini God Almighty Father atabomoa kila kitu, ataharibu kila kazi zao. And God, when he will be winning battles, he will let you know that now I am taking over. He will let you know that now I am conquering them. He will let you know that now I am winning battles for you. Alimwambia Jehoshaphat walikuwa wasiambiwe
ya kwamba wanapangiwa, lakini an information came to him and he was told 3 nations mightier than you are coming to attack you. Jehoshaphat was scared a bit, but he remembered, I have a mighty God. He remembered, I have a King of Kings. He remembered, I have the commander of commanders. He remembered, my father is my commander. He remembered, my father is a winner. He remembers that when I invoke the spirit of my father, all the enemies will be thrashed. Verse 13. Basi nikaweka watu. Sikiliza sasa. Basi baada ya kusikia na kupata ufunuo wa Mungu. When you see something happening in your life, it is God informing you to get ready and take cover and prepare to hit. Prepare to bring them down. Because when you are with God, never have an imagination of losing a battle. When you are in the front line, God has positioned you there to fight battles. Amen. When you have been given a responsibility, God has given you power and authority to do battles. Amen. God will be revealing himself to you. Amen. He will be telling you what the enemy is planning. Amen. He will be telling you how they are planning. Amen. He will be telling the arrangement zote wamepanga. Huyo Mungu atakupasha. Huyo Mungu atakwambia. Basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa kawazi, kwa kadiri ya jamaa zao nikawaweka, waliojihami na mapanga zao na mikuki yao na pinde zao. Aliwaambia wajipange. That being a Christian, you don't become stupid. Are you getting me? Ati kwa sababu umeokoka ati wewe ukue mjinga. Ndio naambiaga muache upuzi. Me, I'm not a leader of stupid people. I am a leader of people who know where we are going. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwaambia sio kutoroka. Aliwaambia chukueni mikuki na mapanga. Ilikuwa ya kuchinja mbuzi. Aliwaambia chukueni silaha. Chukueni nini? Jipange. Wakikuja lazima tufanye kazi. Kazi ya Mungu lazima ikamilike. You don't become a coward when you are doing the work of God. God has given you responsibility. He has given you power and capacity to conquer and win every battle. From one level to another level is a battle that God has given you. All these people, all these enemies you are seeing, God has placed them in your hand. In the book of Deuteronomy, but don't change man. In the book of Deuteronomy 7, the Bible says, when I give you these people who are mightier 7 times than you into your hands, you will have to wait until God gives them into your hand. That's the time you shall smite them. Utawasmite na nini? When the Amorian are given into your hand, you shall utterly destroy them. You shall utterly smite them and bring them down to ashes. That is the time you strike. That is the time you destroy. Meaning, in every move you make of your life, there is a time to smite them. Hello? There is a time to do what? And God will have weakened them. God will have destroyed them. God will have brought them down. God will have made them that they are not capable. In the verse 14, nasema, baada yao kuona hayo, nilisimama, nikawaambia, wakuu, maofisa na watu wengine waliobaki, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya. Mukawapiganie ndugu zenu, wana zenu, binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. It is a mandatory from heaven. It is an authority from heaven. It is an order from heaven. Fight for what that you have. Fight for this ministry until it stands. Fight for your family until it stands. Fight for your business until it stands. Fight for whatever that your God has given you until it stands. You don't move back. Umaana Mungu amekupatia uwezo na amesema whatever you are doing from today, wakumbukeni, maana God has given you power. Wewe uko na Mungu mwenye kuogofya. You have a mighty God.
The God that you worship is a mighty God. The owner of the heavens, the owner of this world. The owner of the people who are pretending to come and fight you. The owner of the work you are doing. Oh. I don't know whether you're hearing me. Yes, sir. The God that we are serving is the owner of the work that you are doing. He's not the owner of those people. He's the owner of the work that you are doing. The work that he has given you to do. He has told you to do. Enemies have risen. He is also the owner of those enemies. But they don't understand whether it is God that has given you this opportunity. When we came to this ministry, many people did not understand it is God that has given us the ministry. They thought ni kanisa kama zile zingine. No kanisa kala kage. Bwana asifiwe sana. But one thing I want to assure you, I will never move back an inch because I believe in the God that conquers. The God that gave me this work is the God that thunders. The God that gave me this work is the God that is a commander. Is the God that is a general. Is the God that is a winner always. 15 keys. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari na ya kuwa Mungu amelidhibitisha shauri lao, ndipo sisi zote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Kisha tukarudi. Yani, God let them know. God aliwacha maadui wajue ya kwamba siri zao zote zimetibuka. Siri zao, mipango yao imejulikana, na kutoka sasa wale watu wamejipanga na mapanga, wamekuwa na masilaha, wanatungojea watuchinje. Waliposikia hivyo walianza kurudi nyuma, maana wamejua ya kwamba wanajulikana. Maadui wako kutoka leo, siri zao zitajulikana, mipango yao itajulikana, nia zao zote. Hey, walikuwa wamekupangia. Yes. Doda, walikuwa wamekupangia. This is the month, this month and next month. This is the month they had said you have to die. In Jesus' name. But they are going to bury themselves. They are going to bury their own. Yeah. Because they have to give a sacrifice. It was a sacrifice they were giving. You see, they give sacrifices. They might have said it is you. And they might have signed your name. This is a sacrifice you are giving. Then, cities mejulikana, you are protected. They will not be able to see you. One of them will be asked, where is the sacrifice? Then what will happen? They will be told, you lied to us. Bring your head. Amen. 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 Those that have been fighting you, Yes. from today they are not going to be able to fight you again. Amen. Those that have been against you, Yes. from today they will not be able to manage it. Amen. Jesus. Mami, ulipelekwa kwa Marejo Maria? Nilipelekwa lakini Mungu alikataa jina yangu ionekane huko. Ulienda mpaka kwa Rejo Maria? Ulienda lini? Ilikuwa 2017. Kwa Rejo Maria? Ukapelekwa huko? Jina yako ikuonekana? Ilikataa. Iko wapi? Mkaigua holo. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishikia mikuki na ngao na pinde na dariri, na viongozi waliokuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. That one part, nusu, one part will be at the forefront fighting, and one part will be left building. Bwana Yesu asifiwe sana. Nusu walikaa kwenye kuta na mishale na mapanga na silaha,
wakingoja maadui. That is how you should do. One part of you fight your enemy like you never fight anything else. Another fight, continue with the work of God. Do not be derailed by anything. We have delayed, we have been stagnated here for quite too long. Tumezungushwa kwenye mnara wa roundabout for quite so long. Mara kama CTDH unaambiwa ni hii kitu ingine, ikiwa sio kitu ingine unaambiwa sijui what, kama sio kitu ingine unaambiwa kuna masengenyo, kama sio unaambiwa hiki, because they want you keep rotating. Ukitoka kwa TDH unaingia kwa kitu ingine, ukitoka kwa hiyo kitu ingine unaingia kwa kingine, until you forget the work of God. I am telling you from today, they are going to perish. Those people, some of those people with ill-motivated minds. Kumbe hamna Kisugu. We evil motivated mind. Kisugu hamna. Some of those people with evil minds. With evil minds. They are no longer in this place. They are no longer in this place. And for you to see it, And for you to see it, just wait. just wait. Wait. Hello. Amen. Sometimes you have to make a declaration. You have said this too many times. Yes. You have been in this too many times. You have been in battles, unnecessary battles, too many times. Now you have to stand up Amen. and tell God, Amen. smite them for me. Amen. Amen. You can never be from January to January you are talking the same topic. Not unless you are stupid. Yes. You can never be talking at no. Unakaa kidogo. Yes. Unakaa kidogo. Paka mdomo kwa sababu mdomo inaendaga na kule. Watu wanafikiria ni kukasirika. Sio kukasirika. Mdomo iligeuzwa na kitu kaliweko hapo kakukusubua. When Paul went to God and told God that I have a thorn in the flesh, it was disturbing him and it had taken toll on him. That he was not even thinking about what God is saying. He was not thinking about what God has a plan for him. He was thinking on the flesh. Kila wakati alikuwa anasema my flesh. Kiroda. Kila wakati alikuwa anasema kiroda. When he went to God, that is when he discovered God is also mang'aa. Ndivyo alijua Mungu pia ni mang'aa. Maana alikuwa anataka, maana amefanya kazi ya Mungu na ametenda miujiza na ikatendeka, na ametikisa dunia mpaka imetikika. Kwa hivyo alikuwa anajua akienda kwa Mungu, Mungu atamsikia immediately. Alipoenda kwa Mungu kumwambia I have a thorn in the flesh, ndina kiroda kihahugwa na nikigiete, naye Mungu akamwambia my grace is sufficient. Ninajua uko na kinonda, but my grace will keep you moving. I want to assure today, don't worry of those that have been doing so. God has taken. When God told him, my grace is sufficient, he told him, go do your job. I will deal with your problem. Hallelujah. Those that have been a thorn in the flesh in your work of God, I am surrendering them to God today. Officially. Officially. Kule nje wametupangia, huku ndani wametupangia, kwenye barabara zetu wametupangia, kwenye njia zetu wametupangia. But today, as my God liveth, Mungu ambaye ameishi kule mbinguni, amekalia kiti chake cha enzi, amekanyagisha nyayo zake hapa duniani. I hand over all those that are against the ministry, all those that are against my life, all those that are against whatever I'm doing. That is the name of God. Amen. You just hand them over. You don't go fighting them. You just take them to the court of heaven. And let the prosecutors do their job. They will either discover them guilty or not guilty. It is not your work to know whether they are guilty or not. My work is to serve God. My work is to move the direction of God. My work is to do the will of God. My work is to be in the position of God. My work is to walk godly. My work is to do what God wants me to do. My work is to stand in the gap. Tell your neighbor, my work is to stand in the gap. My work is to stand in the gap.
Do you know what we are doing? We are making some very crucial declarations here. So be very careful. Be very careful. Yes, I mean what I'm saying. I know you don't know. You are used to mumenizoea. Sindio? Mulinizoea. Ishwa. Yeah. Mulinizoea. But it's also good kunizoea. Because at some time, when you zoea, God comes and he brings some flashes in your face. Then you realize what you've been dealing with you, it is not what you've been thinking. Oh, hallelujah. Muguze mwenzako mwambie neighbor. Neighbor. Look at me. Look at me. I've changed today. I've changed today. And I swear before God, And I swear before God, I will not misbehave again. I will not misbehave. It is not life as usual. It's not life as usual. I swear before God. I swear before God. Verse 13. Is it 13? 18. We are in 17 already. Kwani inaenda haraka aje? Watu wale walioujenga ukuta na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja na kwa mkono wake wa Mkono mwingine, don't stop your work because the intention wanataka kudivert kazi ambayo Mungu amekupatia. They want to divert you. Mwambie mwenzako inafaka. You know what? The whole intention of your enemies, it is to divert you from God. It is to divert you from the process of God. That is why many things will come around you. Hakuna kitu sijaambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hakuna kitu sijaambiwa. Utasikia mama mmoja akisema nimelala na wanawake wote kwa hii nyumba. Ni mama anasema nimelala na wanawake wote kwa hii nyumba. Yeye anajitoa, anakaa si mwanamke mmoja kwa hii nyumba na pale. Lakini anasema wote wale wako na yeye ako huko, lakini yeye hakulalwa na yeye maana alikuwa amezuriwa. Hao ni maadui. Amen. Hao ni maadui. Ndio kwa maana umepatiwa upanga. Uweke wapi? Elihali, don't stop your work. Let them keep. Akiendelea sana kata na uendelee na kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiendelea sana kata na unaendelea na kazi. Usisimamishe kazi ya Mungu. Usisimamishe hata kamoja. Usikae chini kwa kaofisi. Ujishike hivi ukifikiria, what am I going to do? Continue with your work. As long as you know that you are doing the right thing. Umesengenywa kwenye nyumba yako. Umepiganishwa na mke wako. Umepiganishwa na mume wako. Umepiganishwa kule kazini. Umepiganishwa kila mahali. Don't bother about them. Those that are speaking against you, those that are planning against you, God has given you another manpower. God has given you another weapon that you work. But if they come closer, cut them. You work. If they come closer, cut them. Don't worry, God will take care of whatever that has happened. Go on with what God has given you. Usikwamishe kazi ya Mungu, usirudi nyuma, bali endelea na kazi ya Mungu, because you are a soldier. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mwambie mwenzako kama soja. I'm a soldier. And the soldiers never say die. And you must not be diverted by anything. No matter the circumstance, no matter the situation, no matter the whatever, kokodiosis, kokodomososas, It doesn't matter what it is. Continue with the process of God. Bomoa kuta zao, jenga kuta yako. Fanya kazi ya Mungu, endelea na kazi yake. Jenga ukuta. Hata kama mawe wanasema ni mbaya, jenga ukuta. Anayejenga ukuta ni Mungu, si wewe. Mwenye ukuta si wako, Mungu ndio mwenye ukuta. Endelea kujenga. Never bother. Ati kwa sababu kama mtu umekuja kwa meza kupanua yam. Don't worry. Ukipata mchanga muhu moto, chota na hiyo paka rusha kwa mdomo yake na uende. Amen. I want to raise a generation of don't cares. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to raise a generation of who? Don't care. Don't care. People who don't care what you are saying. People who care what God is saying. Amen. Amen. Yes. The people that have succeeded in winning the battles of heaven, they don't care. Moses was a don't care. Abraham was a don't care. Abraham was given also by God, go and slaughter your son. Did he hesitate? He knew, if this is the one that can stop me from seeing my God, let it go.
Hello. A winner has never won with your caring attitude. That you want to care. I care for you for what? You give me what? Have you ever given me breath? Hii mehomo na hu here. Have you ever shared? Umei kunikatia kidogo kanipatia. Why should I care about you? Watch your step. Move your own direction. Yes. Do the battle according to how God has given you. Do your battle, you let me do my battle. Yes. Let me go where I want to go. Because God has instructed me to go. Make your family stand because God has given you the vision of your family. Make your business stand because God only gave you the vision. This vision was not shared by anybody else. It is you who was given the vision. Mwambie mesako ya overcoming. We are overcoming. Yes. By, what is the time now? By 1:15, we will be overcomers. Amen. We started by. We shall overcome. We shall overcome. Now we are overcoming. Amen. We are getting there. Amen. Give me the next verse, please. Nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena ni kubwa, nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu akiwa mbali na mwenzake. Tuendelee. Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baraguni, kimbilieni kwetu, Mungu wetu atatupigania. Yaani kazi hii ni kubwa. Mahali popote ulipo. Turudia tena hiyo ni mzuri. Turudie hiyo inatuvukisha upande mwingine. Amen. Ati nikawaambia wakuu, si wadogo. Nikawaambia nani? Wakuu na maofisa na watu wengine, kazi hii ni nyingi. Umesikia? Kazi hii ni nyingi. Hata hatujapata watu wa kufanya kazi hapa. Kazi, wacheni kung'ang'ana, wacheni kupigana, wacheni kuuana. Watu ni wengi. Kazi hii ni nyingi tena ni kubwa sana. Nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu akiwa mbali na mwenzake. Sasa itafanyika nini? Hivyo tukijitia, basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baraguni. Baraguni ni karubeta. Baraguni ni ile waliweka standby. Ukisikia adui, piga hii kitu, kila mtu akuje. Baraguni, kimbilieni kwetu. Haya, kimbilieni wapi? Kwetu. Kwa nini? Mungu wetu atatupigania. Tuendelee polisi haraka. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo. Wakafanya nini? Tushao kama hatujafika. Tushao kama hatujafika. Have we overcome? Yes, the battle now is in our control. Amen. Basi hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao walishika mikuki tangu alfajiri hadi ya nyota zikatokea. Tuendelee. Watu wamejipanga kazi. Kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi. Amen. Walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. Wakakuwa walinzi wetu. Maana already Mungu wetu ametupigania. Mungu wetu amechukua usukani. Mungu wetu amechukua mamlaka. Kadhalika wakati ule nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu. Halo. Amen. Akae ndani ya nini? Yerusalemu. Kaa ndani ya Mungu. Kaa ndani ya Mungu. Do not be afraid of anything. Amen. Do not be afraid of them. Amen. Do not be scared of them. Amen. I'm telling you, God is going to do a lot of selection. Amen. God is going to do a lot of things. Amen. Let's get in the next verse. Kadhalika 23. Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na walinzi waliofuatana nami hatukuvua nguo zetu hata moja. Kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua
chukua silaha yake. Kila kitu ambacho kinasisitiziwa hapa ni silaha. Amen. You are defeated because uliweka silaha yako chini. You are defeated because you dropped your panga. The Bible is saying as you work, beba silaha. Don't drop it. As you move, beba silaha. Amen. As you sleep, beba silaha. Amen. As you are eating, beba silaha. As you are sleeping, beba silaha. Amen. Silaha ni Mungu wako. Keep your God closer to you. Fight the battles that God has given you. Amen. Do not fight their battles because they are preparing a battle. You fight because once you start fighting, you lose the grip of God. You lose the direction of God. You lose the authority of God. You lose what God had planned in you. Just concentrate, just persevere. Kaa na wao wakupige pande hii, kaa hivi, silaha weka, ila tu wasikukaribie. Wakikukaribia kata. You have the permission. That is why God gave them pangas. If they come closer, kata. The power that God has given you, use it now. From today. The power that God has given you, use it now. Amen. Use it for the benefit of the kingdom. Amen. Because all that we are doing is for the sake of the kingdom. Amen. We are fighting and we are making this kingdom stand. We are against a lot of enemies. Ni wengi wametuzunguka ambao wako na nguvu kutuliko, wako na uwezo kutuliko. In the book of Deuteronomy 7 inasema, these people are 7 times mightier than you. 7 times mightier than you. So God says, when I will catch them and hand them over into your hands, that's the time you are going to smite them. Amen. He's already amewashika. Go and position yourself, a position where he's going to bring them into your hands. Amen. And you shall smite them. 23 please. Is it 23 or 24? 24. 24 please. 24 iko imeisha. Kwa hivyo tulishinda. Simameni. Amen. Listen here. The Bible says, when you will look at the walls in the Bible, they are also seen as structures that protects, providing security, and represents a place of shelter. At the same time, when we look at these walls, we see them as the structures of our lives. Things that have been sent to make you not move to the next level of your life. But there's one thing I want to assure you tonight, that God has taken over. Amen. We have overcome. Amen. It has been a challenge of 6 months, difficult 6 months of nonsense and stupidity. But from today henceforth, Yes. you will see a different version of our God. Amen. A God that conquers, a God that wins. Amen. The world can be seen as a source of imprisonment and division. So the imprisonment and divisions have gone. Tell your neighbor, they have gone.
Amen. Tell your neighbor they have gone. They are gone. The imprisonment. The The imprisonment are the challenges of your life. Yes. Are the kind of people that have been working with you, pretending they are with you, but they are not with you. Are the kind of people that have been there, they are always with you, but whatever they have been doing is to bring you down. These are the kind of people that have been working with you, but always they have been backstabbing you. They have destroyed your business. They have destroyed your family. They have destroyed your inner structure, yourself. They have brought you down. They have made you to become a mediocre. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And as we get today afternoon, we are going to have a special service dedicating ourselves, dedicating this sanctuary, and dedicating the ministry that is in you. Not in me. The ministry that is in you. Amen. Because all of us here, we have a ministry. And so that those that don't have a ministry, they either birth a ministry or they perish. Because if you don't have a ministry, you are dead. Nobody here does not have a ministry. No matter what kind, how it does look like. It may be small, but it's a ministry. It may be working. You've been called to work. It's a ministry. Somebody has been called to just close their eyes and they see visions. Hello? Amen. So we are going to rededicate ourselves in the afternoon. So I'm expecting all of us full house. We rededicate. We have been in the process of Gideon, where he had raised 32,000 men. But he was told by God, this battle shall be won by you as a man. And then he was told to take the people to the river to drink water. And then separation started there. We have been separated from so many people, so many mediocres, idiots, and so many people hopeless and useless in character. People who have never had an intention of this ministry. All they did is to try to bring down this ministry. All they did is to make sure that we are stagnated in one area. But now, as we have entered into the next phase of our life, I'm telling you, you shall never hear them again. And if they are within us, they're going to be consumed by a burning fire. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. That no mediocres will be entertained in this place anymore. Bwana Yesu asifiwe sana. Now we are an army. We are ready to get into battle. We are grown up. We are no longer children. Sisi si babes wale walikuwa nakula mayai matanuko walikuwa kwa mdomo. We are no longer that. And if you're still considering yourself a baby here, get out and go. Go find a nursery school, be trained. Then you come back, we are going to accept you. But now nursery school imeisha. Now the seedlings zimemng'olewa zinaenda kupandwa kwa shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie hivyo. Mwambie mwenzako, the seedling imeng'olewa. Imeenda kupandwa kwa shamba. Yes. Mwambie yes. Mwambie ni waigwa. Muulize, olimu ni uti? Tondu kule twadi gotiri olimu. Unajua seedling, the seedling ikihamishwa kutoka kwa nursery, itakuwa exposed kwa nini? Kwa jua. Na ile care ilikuwa ikimwagiliwa maji imeisha. Itani kusurvive for the fittest. Hello? It is survival? For the fittest. So we are in the battlefield. Mshike upanga. Mkono mmoja ufanye kazi, mkono mwingine ubebe silaha. Ene medioka atakayekuja karibu na wewe akwambie mambo ya ujinga, you have my mandate. Deal with them. Kata. Akuondoke, you move to the next level. Because wanataka kukufuata kukushika mguu. Zile kamba zote walikuwa wamekufunga na minyororo kwa miguu usitembee, zote zimekatika. Zote zimekatika. I will be anointing you for that in the afternoon. And now may the grace Of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. How many of you have seen these envelopes? How many of you have seen them? Lift up your hand if you have ever seen them here in church. This kwa wale ambao hajui, hii ndio bahasha ya tithe. Ni ngumu, alafu iko na kadi yako.
inside. So what wewe haitafungwa maana haina mali ya kuweka mate. Sasa hii itaandikwa jina yako hapa. Kama sasa hii ni ya Isaac Ngodho, usiandike kitu hapa, ni jina yako. It is in my hands. It is for your tithe. You put your tithe here. This one only comes to me. Bwana Yesu asifiwe sana. Why do I emphasize on this? Because I have discovered there are so many people here wananipigia simu, wananiambia mimi ni mshirika wako na mambo yameniendea vibaya, nataka msaada. So tithe is a very important tool, because tithe sio pesa ya kanisa. Sio pesa nani? Ni pesa mimi naweka. Na inakuliwa na nani? Na mimi, na mjane, na nani mwingine? Na yatima, na mpita njia. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not to make me rich. I'm not supposed, I have a small portion out of it. Ya mimi nikule tu. Umesikia? Nikiwa kama ni 10,000, nitatoa tu shilingi 1,000. Iniwekee gari yangu petroli ama inishipishe. Not beyond that I need. Not for extravagance. Now, when I have your record, kama jana leo umekuja umetoa shilingi 10,000 kama tithe, ni kumaanisha ulikuwa umedhokuma pesa ngapi? 100,000. So next month ulete shilingi 5,000, umedhokuma pesa ngapi? Next month ulete shilingi 1,000, utakuwa umedhokuma pesa ngapi? Because I am the custodian of this, I have a reason to worry. I have a reason to call you. Nikuulize what is happening. Because you started pale, umeteremuka. That is why I am your spiritual father. This one is not for the public, not for the entire church. It is for me. Because I want to see, tangu tulianza na wewe, have you changed? Is your financial position the same? So this one will help me know you. Na ukikuja kuomba msaada kwa sababu mnaruhusiwa, kazi yako ikianguka and you are a member of this church, na wewe ni tither, kuja kanisani, kuja kwangu tafuta appointment pale, ukuje uniambie nimekuja because of ABCD. Kazi yangu si poa. Nitaangalia wapi? Ndio nijue kama unafanyanga kazi. Kwa sababu mimi sitaki kukua na watu ambao hawafanyi kazi. Sitaki. I want everybody to be doing either a business, because God never said I'm going to bless the work of your legs. He said he's going to bless what? Ukienda kule kwa Harrison Ng'ang'a, kuna kitabu yangu ya tithe. Sasa nikikiumana nitaenda nimwambie niko chini, ataangalia kitabu. Kwa sababu anataka kujua uliangukia wapi. So when you come with an issue, nitaingia wapi? Hapa. Nitaona ulianza aje na uliteresea wapi. So nitarudi kwa ule mfuko wa tithe. Ni account iko kando. Nitaenda kwa huo mfuko, nitakutolea pesa ambayo nitakwambia hii utarudisha. Sio yangu na sio yako. Hii utafanya nini? Utarudisha. Ndio mtu mwingine mwenye ako na shida kama hii tutaweza kumsaidia. Na hatutaandikiana utarudisha. Nitakupatia mbele ya Mungu. Hatutaandikiana. Nitakupatia nani? Mbele ya Mungu, chukua. Ukienda na upate zaidi, ulete zaidi tuongezee. Ndio tuko na mfuko wa Dorcas. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuko na nini? Kwa sababu nimetafuta marafiki nimwambie nao watuwekee pesa kwa mfuko wa Dorcas. Ndio yule mtu ako na issue, anaweza taka kusaidiwa, tumsaidie. Mostly sio mambo na magonjwa. Ati mtoto wangu ni mgonjwa. Yes, tutasaidia kibinadamu. Lakini kikanisa sitataka tuingilie mambo ya wagonjwa na mambo ya mazishi. Ninataka kikanisa tuingilie mambo ya kazi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya nini? Hakuna mtu hawezi kupata msiba. Hiyo tutachanga. Hiyo tutafanya nini? Tutaweka WhatsApp watu wachange. Lakini that which is mandatory, ninataka kujua unafanya kazi gani. Ndio ukuje I am more than a conqueror. What have you conquered? What have you conquered? Because we need to be rich. Ukristo si ujinga. Ukristo ndio unaona Yesu alienda kwa Matthew. Yesu ni adile kwa Matthew. Ni adile kwa John. Alienda kwa Marko. Alienda kwa nani? Kwa nini? Ako na kakitu. Na alienda akakula huko. Nyinyi mkisema Zakayo ni mbaya, Yesu alimtabua. Na Yesu akamwambia, wewe kata nusu weka hapa. Na alikata maku kata. Unafikiria atachomeka? Utamwangalia kienda biguni wewe ukichomeka. Ukisema ni Zakayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa apieni Zakayo akate, muipigieni simu akuje hapa, akate nusu alete hapa. Tumufugulishie bigu. So that is the reason we need to have everybody achukue hii bahasha. If you are a member of this church, everybody achukue hii. This is what will inform me to stand with you. And I want to know what kind of a work you are doing. I am your father. Okay? Amuulizagi dorage mwana akuwero ya ruta akurehera becha. Unamuulizanga? Utawairole kwa dikushi Nairobi. Si ndio? Si nauliza. Ama unachukua tu pesa umeletoa pesa. Mwana wako aradhi metoi. Na hiyo ndio imeua watu. Ndio unaona tuko na shida. Maana wewe ni mama, mtoto yako, kijana yako mvulana ni wa kutengenezwa na huko nyuma. Anapetewa mapesa, anakuletea mamio na unakula. Mwana wako aradhi mwono. Othio rute na keo keige. Othio rute. Kumbe mtoto keo ni na huko. Ya sana alifanyika bibi kitabu na wewe unakula pesa. Una glorify. It is always good we understand what you are doing. We may start from a humble beginning. It doesn't matter. We shall grow. So I need, if you are a member, kila mtu achukue hii bahasha. It's a mandatory. It's a mandatory. Sitaki hii si mupembelezano. Because I want to understand. Tangu tukue na wewe. Are you growing or you stagnated? So I may be able to know how can I be able to sustain you, help you, or make you stand. This is a church with a difference. Kama ulikuwa umezoea kule, amuulizagwe maswali, mimi hapa nitakuuliza maswali. From today henceforth, I want to know, unavaa nguo mzuri hivi. Explain to me your work. Hii suti ni ya pesa gapi? Ni ya shilingi 1,100. Nipatie payslip yako. Ndio nijue hii suti umevaa 1,100 na payslip yako zinapelekana. Kwa sababu labda ni msagaji anasagwa na anakuja hapa na analipo pesa. Ile pesa amekuja kutoa hapa ni ya kusagwa. Sasa ametia najisi sadaka zote. Mnanielewa lakini? That is a discipline that we need in a church. Not every money that is going to be accepted. Keep your money to yourself. God knows how to sustain his work. We have never borrowed. We have never begged from anybody. We have sustained. And I told you, I want to purify to end with purity. We don't have to kuwe na watu wengi ambao wote ni matakataka tupu. Tuende tukipurify pole 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 pole. Watu ni wa Mungu. Na ministry ni ya Mungu. Na sisi ni wa nani? Ni wa Mungu. Tembee katika hali Mungu anataka tutembee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni watu tunajua. Kama hii moto imewaka siliwaka. Si tulikuwa tunajua itawaka. Kwa hivyo we are not for numbers. We are for the purity. Ile pesa inakuja kuwekelea hapa ikuwe ni pesa iko safi. Nobody will monitor you, but we will purify here. Ukikuja kuleta hiyo pesa yako chafu, utaaguka hapa. Na kama ulitoa pande hii, utaanza kushika huko.
utaanza kushika tu. Mahali popote ulitoa utakushika ukisema ni hapa, imetoka hapa. Niguo. Nikubaya sasa. Na mnanikopi. Mnanikopi kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the reason of having this envelope. It is very important for us. Very important. Please, my dear brothers and sisters, let's have that sanity, because I want to help. I want to assist. I want to give an advice. I may not have anything to give you, but I can give you an advice on how to do it, where to go. Sindio? And now may the grace once more. The love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. May God bless you for now. I am more